atatufariji. He'll guide us in our na lives. atatuongoza katika njia zetu. He makes a way for us. Na anatengeneza njia kwa ajili And zetu. he guides us in that Na way. atatuongoza katika njia hiyo. Sema amina. So it's all about responding to God. Ni tendo la mwitikio, kuitikia mwito wa Mungu. How many people here can read? Ni wangapi wetu hapa ambao wanafahamu kusoma, wanajua kusoma? Kama unajua kusoma, hebu inua mkono wako. Kama unajua kusoma, unajua kusoma, hebu punga mkono wako kama unajua kusoma. Okay, most of us here. Yeah. Raise your hand if you can't read. Haya, wale ambao hawajui kusoma, wale ambao hawawezi kusoma. If you can't read. Kama huwezi kusoma, nyosha mkono wako. Okay. Kama huwezi kusoma, nyosha mkono wako. A few, not so many. Wachache kumbe. Okay. Sawa. May God help you to learn to read. Mungu akusaidie uweze kupata ufahamu wa kujua kusoma. I love to read the word of God. Na mimi napenda kulisoma neno la Mungu. I love it so much. Na napenda sana kusoma neno la Mungu. I usually spend an hour in the morning. Na asubuhi huwa natumia karibu saa moja kwa ajili ya kusoma neno la Mungu. Reading the word of God. Kusoma neno la Mungu. Because his word makes me alive. Na kwa sababu neno la Mungu linanifanya mimi kuwa hai. So I want to know who I'm talking to. Na nataka nimfahamu yule ninayemzungumzia. The Lord had me begin to do this about 3 years ago. Na Mungu alinisaidia na amenisaidia, nimekuwa nikifanya hivi karibu miaka mitatu iliyopita. So I want to know who I'm talking to. Na nataka nimzungumze yule ninayemfahamu. I'm going to ask you a question before God. Na nataka niwaulize swali hili mbele za Mungu. How many of you read the Bible every day? Na ni wangapi wenu ama wangapi wetu hapa ambao huwa tunalisoma neno la Mungu kila siku? If you read the Bible every day, na kama wewe huwa unasoma neno la Mungu kila siku, raise your hand. Hebu nyosha mkono wako. Ikiwa wewe huwa unasoma neno la Mungu kila siku, nyosha mkono wako. Moja pale. 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. How's that feel? Tunajisikiaje kuona watu wa idadi ndogo kiasi hiki ambacho wanasoma neno la Mungu kila siku? Mzuri. Je, unajisikia vizuri au vibaya? No. Unajisikia vizuri vibaya? No. Vibaya. Bad. No. Bad. It's not good. It's not good. Sio vizuri. If you are in a butcher shop, na wewe kama uko pale kwenye bucha ya nyama, are you a butcher? Je, wewe ni bucha? Ukiwa kwenye bucha ya nyama, je, wewe ni bucha? No. Hapana. If you're in a barber shop, does that make you a barber? Na kama uko pale kwenye nani hizi saluni, je, wewe kuwepo kwenye saluni inakufanya na wewe saluni? Si hapana? No. Hapana. If you're in a church, does that make you a Christian? Je, ukiwa kanisani, inakufanya na wewe Mkristo? Kuwa tu kanisani inakufanya na wewe kuwa Mkristo? No. Jibu ni nini wapendwa? Hapana. Si ni sawa? No. Hapana. No. Don't be deceived. Usikubali kudanganyika. Jesus says, I am the way. Yesu anasema mimi ndimi njia, the truth and the life. Kweli na uzima. Jesus said, the words I speak to you, they are spirit and they are life. Yesu anasema maneno ninayozungumza, ninayosema ni uzima na uhai. God himself came to earth and he taught us and spoke words to us. Mungu mwenyewe alikuja hapa duniani akauvaa mwili na akasema nasi na akatufundisha. And we don't even read them. Na sisi tunashindwa kusoma neno la Mungu. Maybe you're too busy. Inawezekana una shughuli nyingi. Is this you? Je, ni wewe? Unakuwa na simu, uko nafuta tu kwenye simu, uko nafuta tu kwenye simu, uko nafuta kwenye simu. You're so busy. Je, wewe umejawa na shughuli nyingi, umebanwa na shughuli nyingi?
have time for this. haupati hata nafasi ya kusoma neno la Mungu. Is this right? Je, unajisikia vizuri wapendwa? It's not right. Sio sawa kabisa. See, being in a church doesn't make you a Christian. Wewe kuwepo kanisani hakufanyi wewe kuwa Mkristo. To be a Christian, you must be born again. Ili wewe uwe Mkristo lazima ukubali kuzaliwa mara ya pili. You must be reading your Bible every day. Lazima uwe na nafasi ya kusoma neno la Mungu katika maisha yako. This word that I have given you shall not depart out of your mouth. Na Mungu anasema ya kwamba neno hili, chakula hichi ambacho ametupa cha kiroho, kisiondoke katika vinywa vyetu. And you will meditate on it day and night. Utafakari neno hili usiku na mchana. Or not. Or not. Au hapana. It's your choice. Ni uchaguzi wako mpendwa. 7 days without the Bible makes one weak. Siku 7 za wiki pasipo kulisoma neno la Mungu kunafanya mtu awe dhaifu kiroho. Do you want to be weak? Je, unataka kuwa dhaifu kiroho pasipo kusoma neno la Mungu? You want the devil to push you around all your life. Unataka tu shetani akusukumize huko mbali na wewe udondokee huko mbali. You want him to destroy your family. Unataka shetani aiharibu familia yako. It's what you want. Je, hiki ndicho unachokihitaji? Well, wake up. Amkeni kutoka usingizini, watu wa Mungu, sema amen. Wake up. Amkeni kutoka usingizini. Be serious. Tuwe watu ambao tumejitoa kusoma neno la Mungu. See, the highest and best use of the word of God Watu ambao wanalitumia vizuri kabisa neno la Mungu is to train your ear to recognize his voice. Na njia mojawapo nzuri ya kufanya ni kuyafundisha masikio yako kusikia. See, God made us for relationship. Mungu ametuumba sisi tukiwa na asili ama silika ya mahusiano. Do you want that? Je, unahitaji hiyo? Do you want to know him? Je, unahitaji kumjua Mungu zaidi? I'm asking a question. Jamani, ni wangapi wanatamani kumjua Mungu? Hebu punga mkono wako kama unatamani kumjua Mungu. Unatamani kumjua Mungu. Okay. So to know him, ili kumjua Mungu, the best way is to read his word. njia bora ni kusoma neno la Mungu. God watches over his word to perform it. Na Mungu hulitazama neno lake ili apate kulitimiza. Faith comes by hearing and hearing by the word. Imani huja na huja kwa kusikia neno la Mungu. Do you have the word inside of you? Je, wewe umeuliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako, ndani yako? The Bible says, Biblia inasema, your word have I hid in my heart, anasema neno lako, Biblia inasema kwamba neno lako moyoni mwangu nimeliweka neno lako, that I won't sin against you. ili nisije nikakutenda dhambi tena. Have you hid the word in your Je, heart? umeliweka neno la Mungu ndani ya moyo wako? It's your choice. Ni uchaguzi wako mpendwa. All right, I got good news. Nimepata habari njema. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu there's no condemnation, hakuna hukumu, there's no shame, hakuna aibu, and there's no blame. na wala hakuna laumu. Today is the first day of the rest of your life. Leo ni siku ya pekee katika maisha yako. You don't have to stay the way you are. Hauhitaji kuishi maisha hayo unaendelea kuishi nayo leo. You can change. Una uwezo wa kubadilika. The Bible says we can go from glory to glory with ever increasing glory. Biblia inasema ya kwamba tuna uwezo wa kutoka utukufu hadi utukufu kwenda utukufu na kuongezeka zaidi. Haleluya. Do you want to change? Je, unatamani kuona mabadiliko kwenye maisha yako? If you want to change, put your hands like Hebu this. kama unatamani kuona mabadiliko kwenye maisha yako, weka mikono yako namna hii.
Weka mikono yako namna hii. Kama unataka kuona badiliko kwenye maisha yako. Now put it over Peleka here. kidogo upande wa kushoto kidogo, peleka On upande wa kushoto. 3, we're all going to turn the page. Baada ya hapo tunaufunga ukurasa na kufungua ukurasa mpya. 1, 1, 2, 2, 3. geuza ukurasa mpya. Haleluya, mshangilie Bwana Yesu kwa makofi. It's a new day. Leo ni siku You mpya. get a fresh start. Kwa hiyo una mwanzo mpya. Read your Bible. Soma neno la Mungu, soma Biblia yako Find out who you are. ili uweze kujifahamu wewe ni nani. Find out what God wants for us. Ujue kile ambacho Mungu anahitaji juu ya maisha yetu, Find out that you have mamlaka. na ujue kwamba wewe unayo authority, unayo mamlaka, You have power. unayo nguvu. This is all in the Word of God. Na haya yote yanapatikana katika neno la Mungu. Haleluya, watu wa Mungu. You're supposed to heal the sick. Na wewe unayo mamlaka ya kuponya wagonjwa. You're supposed to do miracles. Na wewe unayo mamlaka ya kufanya miujiza. My job is to get you doing the miracles and the healing. Na kazi yangu mimi ni kukuhimiza wewe ili ufanye matendo makuu ya Mungu. You are God's representative. Na wewe ni balozi wa Mungu, mwakilishi wa Mungu. Everywhere you go, Kila mahali unakokwenda unamwakilisha Mungu. in your neighborhood, Huko kwa majirani zako, at your job, huko kazini kwako, you represent God. wewe unamwakilisha Mungu kule unakokwenda. You're His ambassador. Wewe ni balozi wa Mungu, sema amina. You are a royal priesthood, Wewe ni ukuhani wa kifalme, a holy nation, taifa takatifu, a people belonging to God, watu miliki ya Mungu, called out of darkness into His marvelous walioitwa light, kutoka gizani kuingia katika ufalme wa pendo lake, so that you can reveal who God is to people, ili uweze kumfunua Mungu vile alivyo, so you can love people, ili uweze kuwapenda watu, you can comfort them, na unaweza kuwafariji, you can encourage them. na unaweza kuwatia moyo. This is your function Na hii ni kazi yako, ni wajibu wako as a daughter of God, kama binti wa Yesu, as a son of God. kama kijana wa Yesu. This is what we do. Hichi ndicho ambacho tunapaswa kufanya, sema amina. This is who we are. Sisi hivi ndivyo ambavyo tunapaswa kufanya. It's every day. Ni kila siku ya maisha yetu, It's not just on Sunday. si tu kwa siku ya Jumapili peke yake. The Word of God says that God doesn't live in buildings made with human hands. Biblia inasema ya kwamba Mungu haishi kwenye majengo yaliyojengwa kwa mikono ya wanadamu. That means He lives inside of you. Maana yake Mungu anaishi ndani yako, sema amina. Everywhere you go, you're carrying God. Popote unapokwenda umembeba Mungu moyoni mwako. Do you understand? Je, unaelewa? Do you understand that God is all powerful? Je, unaelewa kwamba Mungu ni mwenye uweza wote? He's the Almighty God. Yeye ni Mungu mwenye uweza na nguvu zote, But He's chosen to limit Himself to your obedience. lakini yeye anautazama ule unyenyekevu wako na utiifu wako. What an amazing opportunity. Je, ni fursa ya ajabu ya aina gani tulionayo? What a privilege Je, ni fursa ya ajabu ya aina gani tulionayo? to represent God, Kumwakilisha Mungu, the one who is love. Mungu wa upendo, Mungu upendo. We get to give Him away. Lazima tuweze kumpeleka Mungu, tuwapelekee wengine upendo wa Mungu. Give and it'll be given to you. Biblia inasema toeni nanyi mtapokea. Good measure, pressed down, running over, shaken together. Na anasema kwamba lazima kile kipimo unachokitoa lazima kipimwe tena na tena. The way you get more in the kingdom is give away what you have. Vile ambavyo unapokea kutoka kwenye ufalme wa Mungu ndivyo ambavyo unapaswa kuwapa na wengine. I give away what I have every chance I get. Kila wakati ninapopata nafasi ninawapatia vile ambavyo ninapokea kutoka kwa Baba, nawapa wengine. I'm so excited when I go into the schools and the students are hungry. Na mimi nakuwa nashangaa sana ninapokwenda shule za sekondari na kuona wanafunzi wakiwa na njaa kubwa. I give them everything I have. Na kila ambacho Mungu anakuwa ameweka ndani yangu